Muve mwana musese mwendo avonde vala wende kwilela cheni cha mavo mwendo ni wasa omundi utungia muve mwana nundo akwitikila kukwateni na itunde ni wa kilungu chake licha cheni cha mavoli kana kioni cha omunde tuidhiwa tuinena ni seilwa mungu makoneti huduma namba na ila serikali yaise kanano nginya kila mwenende avikie kuyumilia na kuyiandikithia aingi maenende maivikia kukonania mutalatala ukana itambyaye na udhaidi wa uimone naende nikana kwithiwa twina utheu kiwioni cha muthini kana twina ke Bishop Nicholas Moli ulane doctor kuma kanisa ni Champions of Christ ni kuya River County ya Masakona Galikoni eno nge ya Kelly twina ke Madam Rehema Noel ni Assistant County Commissioner wa Mavoko na ende mwe mwana na kambuthoke temo nikana tuvikie kwithiwa tuikwatiania twimwa Magalikoni kwa wenyi benanda ya utwambisi masito maku letabye mwaku tafadhali. Okay. Mtazamaji, amujambo. Majina yangu ni kama vile umeelezewa, Bishop Dr. Nicholas Moli, General Overseer, Champions of Christ International, East and Central Africa, na nimeokoka na mpenda Yesu. Okay. Karibu sana Vino Studio C2 ya Cheni TV. Asante mwana Jimmy. Okay. Asante. Turudi upande wako madam, kwa heshima na tahadhima labda uweze kumfahamisha mpenzi mtazamaji majina yako. Kuna wale ambao wanashangaa Rehema Noel ni nani? Asante sana bwana Jimmy. Kwa majina mimi naitwa Rehema Noel. Rehema Noel ni Assistant County Commissioner pale Mavoko. Naam. At Riverside County kule Machakos. Na siku ya leo tunashukuru sana kukaribishwa hapa kwenye Cheni TV na tunatumai kwamba tutaweza kuelezea Wakenya na watazamaji wote wa Cheni TV mambo yote kuhusu huduma namba. Naam. Karibu sana ndani ya studio zetu za Cheni TV, ujisikie uko huru kabisa. Labda tuanze upande wa Bishop. Bishop Mavinda kwa Mavinda naende asiyesema tu nimeutweet kijani kana tu hiyo tu kwatiania kwa kuchanganya kana kubula ni lugha sito. Ya twambise ngalikoni ya kumundu Dr. Bishop Nicholas Moli munga mwa kanisa ni mo yulua namba ino inengetwe kana yulua mutalatala unengetwe sitwa ya huduma namba nikidwa kwina alame kwa sekana mutalatala wena ngwata niona udhaithi wa uyimone twisi na kumanga kana bena ilame kwa seni 666 maka sabena ngwata niyo katikati wa nambesu no udhaithi wa uyimone. Bwana Jimmy na Mozee Isia olu bwana Jimmy okweta niwo kwenge wambi ngesiende nondo nina imadhikoni wakanga tu paka ngundo na baza zimewa make introduction na ilame iwe make introduction amwema wazaidi ya meyando. So my Revelation chapter 13 nikanamuelewe na nikanaweza kuidhia ni mwabingu kamero. In other words, atabanogeza kuidhia nimekuoni ando yolo wa huduma namba na ajabu ni niye na atabana siya no sa ndatu Yesu Revelation chapter 13 no ndo nenzo mete Biblia onesa and nina bebo wangai ende la ina atabanisia ubwo ameni ameni kwa Jimmy tunabigie bando atabania nabo ya atabania utangi mokile ngopo omana ndo alani media ni makosete na ni misleaded ando na maumbula na mazakima inakisi huduma namba de na connection na satani. Okay. Kila kiboni pe meswa na mlomo muswa wa Revelation chapter 13 verse 18 muzosu newo ando inge mate kuelewa nondo akweli wa Biblia ya siatelele. Hapa ndipo penye hekima. Naam. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo. Maana ni hesabu ya binadamu na hesabu yake ni 666. Hiyo sio huduma namba. Naam.
666 ni namba ya shetani, na huduma namba ni namba ya serikali. Kwa hivyo huduma namba haina connection na namba 666. Okay. Namba 666 itakuja lini? Because Biblia ukisoma kitabu cha Daniel na kitabu cha Revelation, especially vitabu hizo mbili, ndizo zinazungumza kuhusu siku za mwisho. What will happen? Kuna kipindi kinakuja, kanisa itanyakuliwa kwenda juu mbinguni. Biblia imeelezea vizuri nyakati na wakati kanisa itanyakuliwa na kwenda juu mbinguni. Ikienda kule juu mbinguni, kuna stages pale kule juu mbinguni ambazo zitakuwa zikiendelea. Stage ya kwanza ni kanisa litaenda mbele ya judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ, and then kutoka hapo ndipo kazi zetu zote zitajaribiwa. Alafu tutapewa taji ambao ni taji za uzima. Then baada ya kazi zetu kujaribiwa katika judgment seat ambao ni bema seat, basi Kristo atatupeleka katika marriage supper of the Lamb ambao tutaenda kusherehekea sasa pamoja na bwana harusi. Kumbuka kanisa ni bi harusi wa Yesu Kristo. So hapo ndipo tutakuwa. Then from there, after that, we are going to be prepared kama jeshi kuja sasa duniani hii ambao ndio Biblia inasema second coming of Christ. Okay. Second coming of Christ, tutakuja pamoja na Kristo. Naomba uelewe hivi, wakati kanisa litanyakuliwa, nini kitafanyika hapa duniani? Hapa duniani kutatokea kulingana na Revelation chapter 13, kutatokea the beast, kutatokea, in other words, Antichrist na false prophet na dragon wakiwa watatu. Wacha kidogo. Wakiwa watatu, na wote watatu watakuwa ni kama utatu moja. Sasa hao ndio wataintroduce number ambao ni 666. Wakati huo itaintroducewa, naomba uelewe namna hii pamoja na wale watazamaji. Namba 666 haitakuwa in place mpaka kanisa kwanza inyakuliwa duniani hii. Kanisa haitakutana na namba 66 katika dunia hii. Namba 666 iko kwa sababu ya wale wamemkataa Yesu. Hiyo ndio itawalenga, na ndio watakuwa introduced kwa ambao hautaweza kununua wala kuuza ukiwa hauna hiyo alama. Na hiyo alama kulingana na Biblia, Revelation chapter 13, hiyo ni alama itawekwa mbele ya uso hapa. Itawekwa seal itakuwa hapa namba 666. Ama itawekwa hapa kwenye mkono. Nauliza hivi, unduma namba inawekwa wapi? Inawekwa hapa ama inawekwa hapa? Hapo sasa ndipo tunakuja tafadhali. Oh, yes, nimekimbia. Umekimbia sana. Asante. Lakini haina shida. Rahema, umeweza kusikia maelezo yake Bishop, na pia nadhani umeweza kusoma mambo kadha wa kadha. Labda turudi upande wako. Mara nyingi tumeona serikali ikiweza kuhimiza na wananchi waweze kujitokeza kwa wingi na kujiandikisha katika huu mpango ama mradi wapo, nitaruhusiwa kusema hivyo, ambao unajulikana kama huduma, waweze kuchukua ile huduma namba. Je, kuna manufaa gani ya wananchi kuna manufaa gani ya wananchi kujitokeza kwa wingi na kujiandikisha? Asante sana watazamaji. Kwa mara nyingine tena ningependa kujulisha kwamba mradi huu wa serikali wa huduma namba ni mradi ambao utanufaa nchi ya Kenya. Kwa sababu kwa mara ya kwanza in the history of this country tumeweza kuandikisha watu biometrically. Naomba mtaniwia radhi kwa maana nitachanganya ndimi. Sasa haina shida. Asante. For the very first time, the government has done this registration biometrically. In the history of this country, there is no registration per se that has been done to capture all the citizens' data biometrically. Why biometrically? Because in this exercise, we are able to capture the fingerprints, we are able to capture
the face, so that by the time we are collecting the data, everything that pertains to Jimmy is with the government. So that in case of anything, this single number will show us what we need to know. So basically we are talking about security. Ukiwa na huduma namba, tunamaanisha kwamba tuna usalama wa kutosha. Ndio. Kitu cha pili, why huduma namba? Huduma namba itawezesha serikali kwa mipango yake ya baadaye. When you are formulating policies, for example, unapata kwamba Kenya tuko na approximate population. Lakini kwa sasa, kwa sababu watu wamehimizwa waje wajiandikishe, hata kabla ya census tutakuwa tunajua tuko na watu this particular number. Kwa hivyo serikali ikipanga mipango yote, labda miradi ya kupatiana fertilizer kwa watu ambao wanafanya ukulima, itajua kwamba ni hawa watu ambao wanafanya ukulima Kenya, na tukipanga mipango ya fertilizer tutakuwa tunapangia watu wa this number. Sio? Yes. Kitu kingine, tumeona kwamba Kenya tumekuwa na so many issues ya labda mtu wako Kenya ako na stakabadhi ambazo si za kweli, lakini kwa sasa kupitia kwa mradi huu kila mtu ambaye ako Kenya anaenda kuandikishwa. Si kweli? No. Sio itakuwa ni kitu ambacho itasaidia wananchi wa Kenya? Niendelea, Majini amesema niwatie hapo. Endelea tu, endelea. Hebu niendelee. Yeah. Asante. Tunataka kupunguza hii biashara ya wanawake kubeba vibeti kubwa kubwa. Unakumbuka wakati tulikuwa tunafanya launch, Mheshimiwa Rais alitaja kwamba tutakuwa na kadi moja. Kwa sababu hiyo namba ukienda pale hospitalini hautaitishwa NHIF. Ati iko wapi ile kadi yako ya insurance? Hapana. Tutapeana hiyo namba ikiwekwa kwa system utapata matibabu. Mtoto akienda shule, hiyo namba ikiwekwa kwa system, mtoto atapata kila kitu ambacho anahitaji pale shuleni. Hii miradi ambayo inasaidia watoto kupata free primary education, subsidized secondary education, unaona itakuwa inasaidia tukiwa na hii namba. Labda nikurejeshe nyuma kiasi. Yes. Je, kuna uhusiano gani kati ya NEMIS na huduma namba? Sababu tumeona muda uliopita wakati shule zilikuwa zinafunguliwa ilikuwa inasemekana kwamba lazima wanafunzi wakiingia shuleni kidato cha kwanza wajiandikishe na NEMIS. Je, kuna uhusiano gani kati ya hizi mbili? So uhusiano ambao uko hapa ni very simple. NEMIS is for the integrated education management integrated system. Hii ni ya masomo kabisa peke yake. Lakini sasa huduma namba itakuwa imeweka NEMIS, imeweka NHIF, imeweka NSSF yote pamoja. Ndio maana tukiandikisha watoto ambao wanaenda shule, tunauliza mzazi NEMIS namba. Ukiangalia ile form yetu ya data capture, tuko na mahali ambapo tunataka mzazi atuelezee hiyo nambari ya mtoto, ile unique pupil identification number ni gani. Na kwa wale ambao hawana, tunahimiza kwamba ukishajiandikisha ndio hauna kwa wakati huu, lakini hakikisha kwamba umewasiliana na shule ukajua kwamba mtoto wako alikuwa registered, na kama hajakuwa registered hakikisha kwamba amejiandikisha. Na kwa sababu it is very simple. Hii ni procedure ambayo imekuwa ikiendelea na watoto wengi wamekuwa captured under the NEMIS. Na sasa hata wakati huu unapata kwamba kama kuna hii subsidized day secondary school, unaona kama tuseme for example secondary school A iko na 50 students, the government will cater for 50 students, not 51. Why? Because at least itakuwa imepatiwa the correct figure. Samahani kwa kukatiza kiasi. Mara nyingi tumeona ya kwamba kuna wale wananchi ambao wako na vitambulisho, kuna wale ambao pia those are the identification cards, kuna wale ambao pia wako na vyeti vya kuzaliwa, birth certificates, kuna wale ambao wako na NHIF. Je, ni sawa na kumaanisha kwamba wakati wataenda wajiandikishe na kuchukua hiyo huduma namba watakuwa na rusha zile vitambulisho za hapo awali na pia zile vitambulisho za kuzaliwa, ama kutakuwaje sasa? Sababu umesema ya kwamba itakuwa iwapo utachukua huduma namba, hiyo huduma kadi peke yake ndio itakuwa inakuwezesha badala ya kubeba ile mizigo mingi sana. Sasa ukiwa na huduma namba, nikurudishe nyuma kidogo Jimmy. Huduma namba tunapatia mpaka watoto ambao hawajafika umri wa kupata kitambulisho, si kweli? Umri wa kupata NHIF for example, si kweli? Wanatumia bado ile wazazi. Lakini akiwa na huduma namba itakuwa ni rahisi sana huyu mtoto kwenda na apate cheti chake cha kitambulisho
Kwa wale ambao hawana vyeti vya kuzaliwa, unfortunately kwa sasa tunataka mandatory documents. Ikiwa mtoto hajafikisha miaka 14, tukiandikisha huyu mtoto lazima aje na birth certificate. 18, lazima aje na cheti chake cha kuzaliwa. Ikiwa mtoto ameshapitisha miaka 18, anakuja na ID. Lakini kwa wale ambao tuandikisha na birth certificate, akishaandikishwa, hii huduma namba ndio itamwezesha kupata zile zingine. Wakati huu hata passport hautaweza kurenew ikiwa hauna huduma namba. Kwa hivyo ni lazima tusiogadi kwa bishop namba dhandatu yunabikiye kutwelesera umbeni Biblia iweta tailwa namba no dhandatu. Okay, tondo nini nasoma Revelation chapter 13 verse 18. Yes. Nebo namba dhandatu ekwapia. Na twasoma muzuke ulungu cha 13 Revelation. Nete kuona mstari wa 13. Mstari wa 13 Biblia yasiata naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Uzuni ubowa namba dhandatu. Namba dhandatu ile ikoka ikeki waba uthio kana pa kuoko na andu maege gwethwa na wia no ndo namba dhandatu muno gega muno endini wa Kristo kana Yesu endini wake. Namba dhandatu ebindela yuka ikoka yatania na sindo binge muno eka namba dhandatu. Number 1 namba ndikoka ndikethwa in power patena utatu wa shetani. Utatu wa shetani ni dragon. Usoma maandiko Revelation chapter 13. Kuna dragon ambaye anasimamia shetani. Kuna Antichrist mwenyewe. Na kuna false prophet. So hao watatu when they come in power katika dunia hiyo ni baada ya kanisa kwenda juu mbinguni. That's when they will come and introduce number 666. Na wakati itakuwa introduced, kila mtu itakuwa ni lazima. Mstari wa 16 Revelation 13 itakuwa ni lazima kila mtu kuwekwa hiyo chapa. Na hutaweza kununua wala kuuza. Na hiyo chapa wakati huo, kumbuka ya kwamba kanisa itakuwa imeenda juu mbinguni. So kanisa likitoka hapa duniani, ambao kanisa ndio mwangaza, kanisa ndio chumvi, kanisa ndio amani, je, dunia kutabaki na nini? Amani itaenda, upendo utaenda. So wale watabaki huko duniani hawatakuwa na upendo, hawatakuwa na amani, na itakuwa ni mchafuko hapa na hapa. Then hiyo namba 666 itazindikishwa na vitu zingine mbaya zaidi. Tukisoma Revelation chapter 8 verse 7. Revelation chapter 8 verse 7. Tunaona hiyo namba 666 itaambatana na miti, a that of trees. To burn out, kuchomeka yote, a that of trees. Namba 666 itaambatana na hiyo. So imagine a that of trees, it is burned out. Again, number 666 itaambatana na a that of sea, maji, ita turn into blood. Kulingana na Revelation chapter 8 verse 8 to 9. Inamaanisha nini? Maji hii tunakunywa, it will be turned into blood. So itakunyweka namna gani ikiwa maji yote it is actually blood? And again, wanyama wote katika bahari wote watakufa. I mean not wote but a third of them, they will all die. Again utakuta
according to Revelation chapter 8 verse 1 to 11, at that of water it will be turned into bitter. Ukifungua mfereji ukunywe maji kama uko na kiu, utasikia ni kama kunini. So watu watakuwa nasikia kiu, lakini ukikunywa unakuta ni it is a bitter water. Again, kulingana na Biblia, Revelation chapter 8 verse 12, Biblia inasema kipindi hicho namba 666 itaambatana na jua kupoteza mwangaza wake, at least kupoteza mwangaza wake, na pia mwezi na nyota. So it means hakutakuwa na usiku wala mchana. So mateso itakuwa ni continuous. Hakuna kulala, hakuna kufanya nini. And then the worst thing, kulingana na Revelation chapter 9 verse 1 to 12, kuna locusts zitakuja kuachiliwa katika bottomless pit. Ile shetani atakuja kwa mato na kuwekwa ndani. Hizo locusts zitakuwa na mfano wa lion, meno ni ya lion, lakini ukiangalia sura mwili ni locusts. Like now they will be commanded to torment everybody, everyone here on earth, and they will be tormented. Na watamrishwa they should not kill people, lakini people will be tortured day and night. So it is not just about 666. Number 666 wakati itakuja ndio itatangulia, lakini itaambatana na vitu ambazo kweli hakika kitakuwa ni mateso. That is the time whereby mtu atakuwa anakimbia kwenye mlima, anataka kutafuta kifo, hatapata kifo, kitamtoroka. Maana lazima, Biblia imepeana duration ya 7 years ambayo inaita tribulation. So hiyo kipindi kuna 3.5 na kuna 3.5. Hiyo yote itakuwa ni mateso kwa wote watabaki hapa duniani. Naam. Mbitigile tusiokeje kwake rehema nikanatu ibyo uneni wake Bishop. Thank you sana. Nikwithwa ni kwatia nende ni maende na kuisomea kindu kuma na uneni wako, na pia kuma na mchango wako ndeni wa kilungu kiecha uneni na vitu kiwioni cha umuthi. Iwapo nitarudisha shukrani kwako Bi Rehema Noel. Kufikia sasa tumeweza kuona viongozi wengi wameweza kujitokeza na pia wakajiandikisha na wakaushauri wananchi waweze kujitokeza na pia kuhakikisha kwamba wameweza kuchukua hii huduma namba. Je, kwa wale ambao watachukua ni hatua gani ambazo zitachukuliwa? Iwapo mimi kama Jimmy sitaweza kujitokeza na kujiandikisha, ni hatua gani ambazo zitachukuliwa? Kitu ambacho nitahimiza wananchi wa Kenya ni kwamba waweze kujitokeza ili tuweze kumuunga Mheshimiwa Rais katika mradi huu, waweze kujiandikisha, kwa sababu serikali haita penda kuwa na punishment of any sort to those people who will not be able to register. So we are emphasizing that people should come out in masses, come out in large numbers, go and register. It is a plus to this country that we have a single source of truth in terms of the citizen information. Again, let us bring our children out to be registered, kwa sababu hata watoto wanaandikishwa kivyao. Watoto wote wanaandikishwa kivyao. Hakuna mtoto ambaye anaandikishwa pamoja na mzazi wake. Na ni vizuri tuungane mkono, tufanye mradi huu uweze kukua successful ili tuendelee mbele kama nchi. Tukiona viongozi wetu, tumeona kwamba Mheshimiwa Rais aliongoza kwa kujiandikisha. Mwenzake the Deputy President pia yeye akaweza kujiandikisha. Honorable Raila Amolo Odinga pia akaweza kujiandikisha. Viongozi ambao ni tunaweza sema ni opinion leaders in this country have been able to lead by example. Let us all take the step and register. Okay. Iwapo utaniruhusu labda ni kurejeshe nyuma siku chache ambazo zimeweza kupita, tuliweza kuona serikali ikisema ya kwamba kwa wale ambao watakuwa wamejiandikisha kwa ule muda ambao umeweza kupeana ambao unaisha mwezi wa 10 mwezi wa 5 tarehe 17
Ya walikuwa wamesema kwamba kwa wale ambao watakuwa wametimiza hilo lengo, simu zao za mkononi zitaweza kuzimwa. Je, kutakuwa na kitu kama sababu baadaye waliweza kujitokeza na kusema ya kwamba CAK they were misquoted. To that effect, yeah. I would not love to comment. But the thing is, it is important to register. Yes. Okay. Tusogeje kwa Bishop. Tondo ni nawe takumbe ni kana sirikani tunatie tuona ya seka na edhiwa alame idwa mayumileti na kuyandikije ndene wa mutalatala une ngito isitwe huduma namba ndio matukosuma nenganitwe na alame idwa maidela mo yusutu ndete mo iwa patano simusi osi amako ni siku idwa si iboga inondo na nitanzia ya kwenda uwete ukuno kwa mwene ndeni kana bikiye kyanisia ulawa bande kito ndeni wa Biblia wa 666. The fact remains that isu si ando kunena onedwa bidokoma serikali nini si system ya serikali ndio itokoma. Example, maybe na komelile kipande sito chande the identity cards nisio giesi abigaba si a replace one inge zao ila si na si nene si ila si nene si zao ila si a replace one inge pa bigie ba isweza kwe they are rejected. Na omo ndio na license driving licenses. The government has introduced digital driving license. You ingo isi ansia ndaga meire sema zangu no si odina sio ke iweze ndio isia become odia ibetwa na wakati automatic. So this is what I believe it will happen. Mambo ya simu kuzimwa, those are some threats. Hiyo najua ya kwamba hata kama itafikia hiyo kiwango, not now. It may not be now, lakini I know kulingana na ile speed ambao the government is really recruiting people, they want to deliver as early as possible the services to the Kenyans. Kwa hivyo definitely kipindi kitafika and ni vile tu hakuna mtu anajua kitafika lini, lakini kuna kipindi kitafika ukuje you cannot access services to this government if wewe huna huduma number. It is just like, for example, when kwa bank account na huna bank account, will you access anything there? No. So kuna kipindi kitakuja nobody can access any service in this country. That's what I see the system works. Kwa hivyo it is important badala ya mtu kungojea, because hii sio namba ya shetani, ni namba ya serikali. Naomba tu nisaidie mtu hapa. Namba 666, Kenya has no power to deliver it. Namba 666 itakuwa for the world government. Wakati Yesu atakuja na kuchukua kanisa, this is what will happen. Namba 666 itaintroducewa to the government, one world government, not one individual government. One individual government has no power at all over number 666. Na mbona imekuwaje Dr. Bishop? Kuna baadhi ya wachungaji ambao waliweza kutiwa mbaroni siku chache ambazo zimeweza kupita wakitangazia watu ya kwamba ile huduma namba ina uhusiano na 666 ambayo ndio nambari ambayo tunazungumzia usiku wa leo. Imekuwaje? Pengine kuna crime walifanya. Lakini what I know is pia kama mchungaji sio vizuri kueneza uvumi ambao you are not sure of. And again, mchungaji mtu ameitwa na Mungu ni mtu wa mwangaza. Asitaki kuongea kitu ambacho he has not confirmed through the word of God. Otherwise, hiyo wahubiri wale ambao wanaeneza uvumi ya kwamba huduma namba ni namba ya shetani, that's a pure lie. And that is deception and the deception at the highest note. So
it is not good to lie to people whom we preach. It is very important. Hata kama itawezekana, even pastors wale ambao waelewi, we especially through the associations, we are going to have some seminars so that also we can educate and put awareness to the pastors, because it is wrong to preach and to give statements if you are not sure of. Okay. Otherwise, it is important everybody to acquire this huduma number. Yeah. Okay. Rehema Noel, unalo la kuongezea kabla ya kutamatisha kipindi chetu siku leo? I want to thank you very much for this chance to come and speak about this very passionate project. It's the huduma number exercise, which is actually something that is good for Kenyans. Cha muhimu ni kwamba watu wajitokeze. We will sing that song until the mass registration ends, and it shall also continue because the process is continuous. Huduma number registration is not like census. Hii itaendelea, lakini ni vizuri upate huduma namba yako kabla ya hii mass registration ikisha. Ya swali kwako pia. Iwapo ule muda ambao umeweza kupeana na serikali utaisha, na upate kwamba idadi ya Wakenya wengi waweze kujitokeza na kujiandikisha, je, wataongezewa muda ama kutakuwaje? Sasa kufikia hapo, ningependa kusema kwamba we have great brains behind this project, and every other thing has been put into place. Every other eventuality has been taken care of. So tukifikia hapo, we shall cross that bridge when we get there. Okay. Yes. We shall cross the river when we get there. Labda swali la mwisho kwako. Unaona zoezi lenyewe likifua dafu ukizingatia kwamba nchi kama Marekani na nchi zingine za ugaibuni huko zimeweza kuanzisha mradi wenyewe na pia bado haujafua dafu katika nchi ambazo zimeweza kuendelea ukilinganisha na nchi ya Kenya? I want to believe in the capacity of this government to deliver. Yeah. Yes. Okay. Dr. Bishop. Yes, bwana Anthony. Na toto ngako nena tuiminea unene ne vitu kioni cha omunde. Okay, number 1. Ningokulia mwenende, especially one na auke na wachuma. Ndio skulu nisihubiri wa Monday. At least wale wako na watoto kabla hawajaenda shule waende wafanyiwe registration kabla hawajaenda shule, kwa sababu nobody knows after that what will happen. It's very, very important. Number 2, yangu ya mwisho ni kusema ni vyema sana kwako wewe mhubiri na wewe unaenda kanisa. Kumbuka ya kwamba kanisa ni mwangaza, ni taa, ni nuru, na pia kanisa ni chumvi. Neno la Mungu lina record, you shall know the truth and the truth will set you free. So kuna umuhimu, badala ya kurukia mambo, fanya research kila chochote katika Biblia, and then uamini. Baada ya kufanya research na kuomba zaidi na zaidi kumtegemea Roho Mtakatifu. Ya 3, naomba kusema namna hii. Yesu yuaja. According to 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Ambao namba 666 ile inakuja. Maana yake itakuja. Lakini haitakuja katika dunia hii kama 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 haijatimia. Lazima kanisa itoke duniani hii. Kwa hivyo hakuna uoga wa kufanya kitu katika dunia hii. Ile kitu cha muhimu ni kutubu na kuokoka na kuamini Yesu. Yesu aingie ndani ya maisha yako. Uwe na surety hata Yesu akija, hiyo namba umeepuka. Maana geje ya kuepa hiyo namba ni wokovu, damu ya Yesu kwa juu ya maisha yako. Hakuna kitu kingine. Ni ruhusu tu nikukatize kiasi. Wakati tunasema kwamba nambari 666 inakuja, nambari yenyewe tuingoje wakati gani? Nasema hivi, itakuja hivi karibuni. Actually anytime from now.
according to 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Wakati utasikia tarumbeta zimelia, andiko utasikia. Kama hujaokoka, lakini najua umeokoka. Lakini kama hujaokoka utazisikia, alafu kanisa itanyakuliwa. This is an event that will take within a twinkle of an eye. Within a twinkle of an eye. This is how it will happen. Kama ninaendesha gari na nimeokoka na wewe hujaokoka, mimi nitanyakuliwa within a twinkle of an eye. Mara moja nimeenda, wewe utabaki. Kama gari ilikuwa 120 kilometers, hiyo gari utaenda kuanguka nayo. Yule mwingine the same. Kama ni pilot ameokoka na passengers hawajaokoka, that's what will happen. Ship the same. Kama ni mama anapika chakula pale na ameokoka, mzee ako pale kwa TV akiangalia TV akingojea chakula, yeye ugali atasikia tu inaungua, mama ataenda. So this is an event that will take place. Nobody knows when. I don't know when, but according to the Bible, all signs given, zote zimetimia. Imebaki moja, tarumbeta kulia. Hiyo ikelea basi. Okay. Yeah. Thank you sana. Nani msese mwendo likana kana uyo nene yuluwa mutalatala ula unengeto isitwa ya numa namba na ula sidikali kwa sekana na nginya nende maviki kuyumida na kuyandike byanzika yoni sekwe kidia kana ni wavikia utede semwene ndi kwanza ila ya ile telikana kana ni kwisla mutalatala unengeto isitwa ya numa namba valainde sidikali yekwidiwa yivikia kumutethia mwene ndi kwislanzia ni seki bakangana ni kwa teni wavikia kweyewiya na wavikia kuyose ya kendo kuma kwa ndongo isito ila twethiwa na sio kiwioni cha umuthi muve mwana kwa Bishop Dr. Nicholas Muli nondo akuvadha ilungu kuka na kunena na asiaise maito kiwioni cha umuthi wiwe mgoche ingi na ingi ndini wa studio situ ya Cheni TV. Thank you Bwana Jimmy. Thank you mtazamaji. God bless you and prosper you. Nani msese mwendo likana kana uyo nenenia witu na ni voto nianzo mandende ni wa unene usiku yoni cha umuthi nyema kwa masitwa nita wa Jimmy Wambua kwa niaba yake Dr. Bishop Nicholas Muli wa kanisa ya Champions of Christ ni kuyanga liko ni sia Andriva na Rehema Noel ni assistant county commissioner wa county kana kisioni cha Mavoko ndini wa county ya Masako kuma kwitu tukwendea usiese musionde no ilungu ila tukuomba ni sekiwioni cha umuthi saita tu yethiwa ndisokeria ndini wa thome wa Mavoko uyu tionesa.